Yaani nchi yetu hii 6 decades after independence, at the presidential campaign level tuanze kuongea maneno ya kukula. Nani anakula zaidi, nani anakula wapi? I am doing this with a lot of pain. First of all, mimi sijui kwa nini unasumbuka vile nakula, kwa sababu mimi sikuli kwa bibi yako. Mimi hujaniona, hujaniona nikija, hujaniona nikienda kutafuta chakula kwa bibi yako ama kwa watu wako. Mimi nakula ndizi kule Kisii kwetu na ugali na huko. Sasa kama hiyo ndio inakusumbua, mbona mimi sijakuja kukuuliza wewe mbona umekonda? Kwa mambo kama hayo. Unajua, mimi nataka kuwaomba hivi. Tuna heshima kubwa kwa uongozi wa nchi hii. Na ile standard imewekwa na wale wameenda mbele. Mzee Moi mwenyewe, Mzee Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta. Hiyo ndio standard tunataka kwa hiyo ofisi ya rais. Lakini sasa unataka kuibua mjadala kuhusu kukula, ili tuanze sasa Kenya kusema ni nani amekula mashamba Narok, ni nani amekula mambo hapa Narok. Unataka tuzungumzie kukula kweli? Tumbo lisilo shiba inajulikana ni nini Kenya hii. Sasa unataka tuende kwa huyo mjadala badala ya kuzungumzia shida ya Wakenya. Pesa imepotea ya SHA. Magazeti hata leo asubuhi mnasoma mambo ambayo iko huko. Wizi na uporaji wa pesa ya serikali. Unataka tuongee tufanye mjadala kuhusu kukula kweli? Ulavi wako na ulavi wa pesa ya umma na uporaji wa mali ya serikali, unataka tuzungumzie hayo? We have restrained ourselves. Hasa mimi, kwa sababu ya heshima, nilikuwa waziri wa usalama. I am respectful of the office of the president. Na nawaambia Wakenya wote, even when we have differences of opinion, we must remember the burden of leadership we carry. There is a level to which we cannot go. Ndio nimekuwa nikiambia watu wengine wananiambia, how come you don't attack the president and so on. Naambia, that is not the way. That gentleman is the head of state. That gentleman is our president. Lakini sasa akistoop so low, mpaka unatoka hapo unaanza sasa kuongea mambo ya ajabu. Lakini niwaambie Wakenya hivi, na hili ndio nitakuwa my second last point. Mimi rais ninamjua. Tulifanya kazi na yeye kwa miaka 10 tukiwa kwa cabinet. I think I understand him very well. Ikifika mambo ya matusi namna hiyo, it means he is cornered and he is completely desperate. So, I want to ask the senior officials of this administration, na wazee wetu wa kanisa, mabishop wale wa AIC, na wale wengine ambao wanaombanga na president, mumwambie, let him calm down. Tulia. 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 You are carrying a very heavy responsibility. I listened to his tone vile anaongea. Hiyo tone sio tone ya a national leader ambaye anaitwa father of the nation. Inaonyesha desperation, panic. Ukweli ni kwamba tumekaribia na tuko kwa mlango na tutakushinda uchaguzi.